Bwana, sie maisha yetu hatarishi, kutwa nzima tuna mmoja msosi. Hata mavazi yetu sisi hayaridhishi. Wiki nzima tunazugia vipensi, nywele tim tunazugia kapero. Hatujawahi kula bila kupiga telo. Sio ndo watoto wa Kiswahili, lakini tunaishi kwa imani, mkubwa wa Mungu ipo siku tutatoboa. Mimi naitwa Ismail Mshana, NKC TV. Tuko na Kitasa ambaye zungumza mabeki wako wote vijana waliotikisa ligi ya Tanzania. Bila kumzungumza huyu, Watanzania watakupiga. Tuko na Yusuf Mlipili. Kaka kwema? Kwema. Vipi hali ndugu yangu? Salama. La salama tu. Bwana, mimi kumbukumbu yangu bora ya wewe kukushuhudia ni mwaka 2018 pale Port Said Stadium, Simba 0 Almasiri 0. Alafu nikaja tena kwa kumbukumbu yangu bora pale Shamba la Bibi, Toto Afrika mnafungwa 3, lakini Emmanuel Okwe Mustin alipata kweli kizaazaa, yani aliona leo kazi ipo. Wewe pengine kwenye kumbukumbu zako mechi yako gani unasema hii kweli nilicheza? Kumbukumbu zangu mechi kubwa ilikuwa hiyo ya Almasiri, kwa sababu mechi nyingi tulicheza na Al-Hilal kwa Lenkana na lakini kwangu mimi ni big match ilikuwa hiyo Almasiri na Simba, na hasa kwao kule ya marudiano ile Egypt kule. Na pengine Watanzania wanataka kufahamu, nimeona mijadala sehemu mbalimbali, watu wanasema Mlipili yuko wapi, na wanaona nafasi yako kwenye baadhi ya vilabu ligi kuu. Tuanzie hapa. Hivi sasa uko wapi? Vipi kuhusu maisha yako ya sasa na mpira? Karibia timu nyingi, hata hizo timu 3 hizi, Simba, Yanga, Azam na Singida. Na unaona unaweza kazi. Naona na nafasi kubwa cha kuzima, kwa sababu naona bado sijaona. Sio kama hawawezi, lakini naona pale hata mimi hapa inawezekana mimi kucheza. Inawezekana. Hata katika hizi timu 3 tumeacha na hizi timu zingine, si Dodoma, si hii Simba, Yanga, Azam. Na hata mabosi wenyewe wanajua, sio kama hawajui. Sema si wajua timu zetu au mpira wetu ulivyo, tusizungumzie sana. Ila wenyewe wanajua. Wanajua uwezo. Wanajua kabisa. Na hivi sasa kumekuwa na limbikizo kubwa la mabeki wa kigeni. Mabeki hao wa kigeni wanatoka kwao na kuja Bongo, gharama kubwa, pesa wanalipwa nyingi, sign fees ya kutosha. Alafu kile wanachokifanya mashabiki wanalaumu. Ni kweli mabeki wa kigeni hawana uwezo kuwalinganisha nyie, ni vile tu mabosi na mpira wa Bongo unathamini wageni kuliko wazawa? Siwezi kusema kwamba mpira wa Bongo unathamini wageni kuliko wazawa. Na mpira ni mchezo wa riziki. Mchezo wa riziki, mtu anaweza kutoka sehemu yote akaja hapa akacheza, na sisi tunaweza kutoka hapa tukaenda sehemu zingine tukacheza. Lakini hususan katika watu wanaokuja miaka hii, kiukweli hata nyenyewe mkiangalia tofauti na miaka 5 au 3 iliyopita, ambao sisi tuko katika piki pale. Ukiangalia mabeki wa kigeni hususan kama nilikuwa na mtu anaitwa Juko Mushidi, kuna Pasco hawa ambaye alianzia kuja Simba, baba nitasema sababu Simba baba nilicheza, alianza toka Azam, kwa Azam hawa haonekana mpaka anakuja anamaliza kabisa, yani kama unajua sio jamaa umri umeenda lakini bado anastahili kucheza, lakini kuna vitu fulani anashindwa kutoka na speed. Lakini kwa sasa hivi kidogo mimi sijaona bado ongoza, mimi naona kama bado level ya kawaida sana. Kawaida sana, tofauti na miaka 2 au 3 iliyopita. Kwa mtu akatoa Mwanjali huko, mimi nimemkuta ameingia Simba, unaogopa hapa mimi yule nitacheza kweli hapa. Na ukiangalia na jamaa huko yana kasoro kila kitu anacho. Lakini kwa sasa hivi wengi wanakuwa kidogo hawajakamilika ile 100% kwamba mtu fulani laidi, labda mara mwisho nilimuona Inonga alikamilika. Inonga alikamilika, na hata watu wengi walimuelewa na kazi inaonekana. Kazi inaonekana. Mchezo wa wazi. Bwana, hivi sasa kuna kauli kama ligi ya sasa hivi ni nyepesi, wengine wanasema ligi ya sasa hivi ni ngumu kutokana na wachezaji ambao waliopo kwenye ligi yetu. Mlipili umecheza ligi, umecheza michuano, umecheza Kagera, umecheza na kila beki na mchezaji ambaye amekuja kwenye ligi yetu na wengine wale wa nje. Tizama ligi yetu ya Tanzania hivi sasa, kweli unaona ugumu kukompea na kipindi kile unacheza wewe? Ligi ngumu na imekuwa bora zaidi kwa upande wetu Afrika Mashariki, na hata timu za wenzetu kwa sababu hata Waarabu nao wanajua kabisa Tanzania sasa hivi mpira kidogo uko juu. Ligi yetu imekuwa kwa kifupi imekuwa kubwa.
Kuna hata wachezaji wengi na wanakuja nchini kwetu wengi. Zamani walikuwa wanakimbilia Kenya, wapi, sasa hivi wanakuja sana hapa Tanzania. Ligi sasa hivi iko juu kweli. Ukiachilia hilo, pengine ambacho natamani kujua, kuna kipindi ulikuwa Simba pale, kuna Taylor de Santos da Silva yule Mbrazili Tolu, Sentafu alikuwa pale, Pasco Sejiwawa, Kennedy Moses, Yusufu Mlipili, na kuna kipindi wewe ulikuwa upati nafasi anacheza labda Taylor na Pasco hawa labda na Kennedy Juma, watu walikuwa wanapiga kelele, mashabiki tulikuwa tunawashuhudia mpaka leo, hizo story ukiziangalia kwenye mitandao zipo. Mpeni nafasi Mlipili, mpaka ukaanza kupata nafasi ya kucheza na ukawaonyesha. Nipe experience yako pale, kilitokea nini pale? Ulikuwa unajisikiaje wewe kama mchezaji mbele ya mabeki wa kigeni, mbele ya wenzio ambao pia nao ni wachezaji wa Simba, na wewe ulikuwa wa Tanzania wanataka wakuone unapata nafasi, ulikuwa unajisikiaje? Kweli Simba yetu ile ambayo mimi nilikuwepo ile timu ilikuwa ina wachezaji tuseme karibia wote tuliosajiliwa uwezo unafanana. Na sasa nilivyoanza mimi nilimkuta Mwanjali, nimemkuta Juko Mushidi, nimemkuta Kote kwa acheza nyuma, kuna kipindi anarudisha nyuma huku. Kisha tukasajiliwa mimi Salim Bonde, kasajiliwa Elasto Nyoni, Bukaba. Kwa tukao sana mabeki kama 6 hivi ambao ukimjusha na Kote wanarudi kwetu kutoka 7. Kweli kwa changamoto kweli. Na changamoto ilikuwa sababu kila mtu alikuwa anahitaji nafasi na kila mtu kipindi kilikuwa na uwezo. Kwa ile mimi kwangu kama ilinidondokea, kwa nikawa najipanga hapa cha msingi nifanye nini, hapa nifanye mazoezi sana au nizingatie vitu fulani ili siku nikipata nafasi nikakae pale na mimi moja kwa moja. Na kweli nilikaa zaidi ya mechi 5 na hisi kama 5 6 hivi. Lakini nilipoanza kupata nafasi nadhani nilimaliza mpaka mkataba, afu mwalimu akaniita tena, bwana mimi nahitaji tena kukaa na wewe. Jamaa kuongezea watu endelee. Nadhani alikuwa kocha Hausems. Yeah. Na ambacho watu wanatamani kujua, mpira sasa tofauti ya ile Simba ambayo wewe ulikuwepo ni ile Simba iliyopitia mafanikio sana. Lakini hivi sasa Simba kama ameshindwa kudominate ligi ya Tanzania, utofauti wa Simba ile na utofauti wa Simba hii ni upi kimpira unauona wewe, ambayo Simba ile wewe ulikuwa nayo na mafanikio? Simba inazungumzwa sana kwa ubora wake na Medi Kagere. Mpira wetu bwana, mimi nahisi na niseme nahisi, najua mpira unaboreshwa sana kwa viongozi. Yaani viongozi wetu au timu au wachezaji wanaboreshwa na viongozi. Maana kama viongozi hawako sawa au hawaizingatii timu yao au hawaifuatilii au sema sense ndio msemo gani sijui. Yaani kwa kifupi timu inaongozwa na viongozi. Kwanza viongozi wakikwama wale wa juu basi na huko chini kuzuka vizuri. Kwa mimi na imani hata Simba kuna kitu bado akijakaa sawa, lakini sio ile Simba ninayojua mimi. Lakini angalia viongozi labda wa Azam wala sawa wamenyoka, viongozi wa Singida, viongozi wa Yanga. Kuna kitu fulani nadhani wanacho, ila wao wenyewe wanajua. Sababu hata mimi nimepita nimekaa pale zaidi ya miaka mingapi sijui. Kwa hiyo unaona mimi nahisi kuna kitu fulani bado akijakaa sawa. Lakini kibadilika unaona Simba ile inaweza ikarejea. Tena itarejea zaidi ya ile. Lakini kama akijabadilika bado kutakuwa, yani itakuwa bado ina shake hivi inakuja kama sasa hivi walikuja. Kipindi wakashuka. Yani sasa takiwa tukae hapo ndani, nataka tukae pale juu. Mfano kama mwaka huu walipambania wakapata kombe la nini la FA na CRDB, maana wangekosa ligi kuu basi hata Mapinduzi tena wangechukua. Pendo kusogea sasa, afu mwakani unajipanga tena. Kuja huko. Sababu kipindi tuko sisi siku tunapigania ya nini FA, tunapigania ligi kuu na ngao kuanzia ngao. Sisi tulikuwa tunalipuuzia Mapinduzi, uongo zambi. Mapinduzi mimi kuna kipindi nikabizwa timu, nakumbuka timu ziligawa 2 huko wengine wakikasemaje mimi kwa wakati wangu sasa hivi siwezi kudharau kitu. Hasa amenipa hii ngoja nikae na huko, watapambana huko. Mimi nikaifikisha timu mpaka finali. Lakini ile Mapinduzi kwa tunaenda kama kutwenda tu kama kufanya mazoezi tushamaliza ligi kwamba jamani huu ni muda wa mapumziko. Wengine wanaomba kabisa kupumzika, mimi naomba nipumzike. Lakini sasa hivi Mapinduzi sio kama kipindi, sasa Mapinduzi imekuwa watu wanaipambania sasa. Hata Simba yenyewe inachukua sherehe kubwa. Kwa tofauti ndio huo. Lakini Mapinduzi kidogo ilikuwa kwetu sisi
uongozi ambao mimi mwenyewe mmoja hapo nilikuwa nikisikia bwana Mapinduzi Zanzibar, nilikuwa naomba hata nipumzike. Msile wiki 2 zinaona nipumzike. Lakini sasa hivi ipo juu kwa hata viongozi wa Simba, hata kama watakuwa wanaona hiki kitu, siongee kama mshabiki wa Simba, naongea kama tu sasa hivi nimekuwa kama sema ni mchezaji ambaye nishapita kilabu kile na vilabu vingine. Kama kuna utofauti wakae sawa tu, ili timu iende vizuri, walete ushindani vizuri na hizo timu zingine, ligi yetu izidi kuwa bora zaidi. Na wewe nadhani hicho umekiona misimu karibia 5 4 nyuma, mastreka walikuwa wanagombania ufungaji wa magoli pale, unaona kwenye top 10 kina Meddie Kagere, John Boko, sijui mpaka watu 6 wa juu wale wote ni mastreka. Lakini zaidi ya misimu 3 kwenye nyuma, huu uliopita magoli sana wanafunga viungo. Kuna hoja zinaendelea, wengine wanasema shida ni mastreka wanaokuja Bongo wabovu, wengine wanasema mfumo wa mchezo umebadilika. Ni kweli shida ni mastreka wabovu, na wewe unawaona, na wewe ulikuwemo katika kipindi kile ambacho Tanzania ukizungumza unamzungumza Meddie Kagere, Emmanuel Okwi, John Boko, lakini sasa hivi uzungumzi tena. Toka alivyotoka kina Meddie Kagere, Fiston Mayele, mastreka wamekata sasa hivi. Shida nini? Shida ni ubovu wa mastreka, tujapata bado streka bora, ama ligi imebadilika, watu wanacheza sana na viungo? Mastreka wazuri, mastreka hivi watu wanakuja wazuri, ila tunarudi pale ligi imebadilika. Sasa hivi ligi ya Tanzania tunataka tuende kama Uingereza, hakuna timu ndogo. Sasa hivi timu zote karibu kwanza zina mashabiki na timu zote zinajipambania kwanza. Achana kupambania na mambo ya dhamini, kwanza wanajipambania wenyewe kwamba sisi tupo kwenye ligi. Hapa tukishika tumeshika, sina shati tukushataki kushuka na tufanye vizuri. Kwa hiyo inakuja vipi wa mastreka mabeki hata akiwa mdogo, mfano timu zingine unaona kuna vijana wengine wadogo, mfano KMC pale kuna ule mdogo wangu Salumu yule, umeona. Sasa mtu kama Salumu yeye anatafuta maisha, sio? Sasa anapokutana na mtu labda striker, labda fanya labda kama Mayele, lazima mtolee macho. Hata mimi nilikuwa hivyo, nadhani mwe shahidi. Kina Kagere nani kabla ya Simba kukutana Kenya huko, kina huko mimi niko Toto Afrika na rugana nao kweli vita kweli. Kwa hiyo maana ligi ipo juu. Kwa sasa hivi hakuna mchezaji mdogo Tanzania katika ligi kuu, labda niseme hivyo. Achana na daraja ya kwanza, ligi kuu ndo level ya mwisho kwetu. Hakuna mchezaji mdogo. Maana tawale sasa hivi haonekani kama kipindi kile. Sasa hivi hamna striker atakayefunga leo akafunga Jumamosi ijayo, atafunga leo atakao wiki 2 au mwezi atafunga tena. Wanamkamia. Kwa hiyo maana hata kwa upande wa mabeki wanatoa macho watu kwamba sasa hivi mimi siwezi kukubali nikapita, kama natafuta kitu fulani, kwa sababu ligi sishakuwa kubwa. Kwa maana akipambana vizuri au mtu kipambana vizuri sana unasogea level nyingine, ama unachukua na timu kubwa zaidi. Sasa mimi niko Pamba, nacheza na Simba, mimi nataka ugali, kwa lazima nitolee macho ili Simba wanione au Yanga wanione au Azam wanione, kapate maisha mengine mbele. Kwa hiyo ligi ni kubwa, masteka wazuri, lakini kwa upambanaji watu wanapambana. Kwa hiyo hawezi kuonekana kama zamani mtu anachukua mpira Simba anaondoka katikati ya uwanja anapiga chenga watu 5 6 mpaka anaenda kwenye box. Sasa hivi hamna. Watu wanakaa. Sasa hivi hamna. Sasa hivi kwanza nafasi unaipata wapi ya kuchukua watu 3 sasa hivi? Ukiachana na hilo, anazungumzwa yule Lucien Derio, kumsikia yule beki South Africa anacheza Simba yule. Anazungumzwa kama beki bora kwenye ligi yetu hivi sasa. Wengine wamefika mbali, wanasema wampe hadi MVP kwa msimu huu aliocheza. Unamuona kweli yule ndio beki bora wa ligi kwa sasa, ama watu tu na maoni yao kuhusu ubora wake alionao? Nadhani kabla mechi ya dabi ya Simba na Yanga nilizungumza, mlikuja yani watu wa design nyingine, media nyingine. Nilizungumza na niliulizwa swali kama hili. Yule ndo anaenda kwenye ubora. Tofauti alivyokuja angalau raundi au msimu wa raundi ya kwanza. Sema raundi ya kwanza na raundi ya pili vimaliza. Kamaliza vizuri, ila alianza vibaya. Sasa tuangalie msimu unaokuja. Kwa ubora wake sisi tutaujua msimu ujao. Ila kwa sasa hivi bado hajawa bora, kwa sababu nikiangalia Yanga kuna mabeki wazuri. Kiangalia Azam kuna mabeki wazuri. Singida, TRA kote kuna mabeki wazuri. Bado hajawa bora.
ila tuangalie kwa msimu ujao. Tunaweza kusema ni haraka zaidi. Anajua si mpira wetu ulivyo. Mpira wetu sisi unafanya mambo 10 mazuri. Ukifanya moja baya watu wanachafua. Ukifanya moja zuri, fanya 10 mabaya, watu wanachukua yale mabaya. Ile moja kwanza analisahau ile. Kwa hiyo sasa hivi walivyomaliza vizuri watu tayari lakini bado kikaa vizuri ukiangalia tumwangalie msimu ujao. La mimi kwa sasa bado mimi bado hajawa bora kwangu. Sio kama namkandia au vipi, ameanza kuwa bora. Na hata nilizungumza interview zipo zingine watu watakuwa wanafuatilia, wataangalia nicho nani, watasikiza nichoongea hapa. Lakini bado hajawa bora kwa mabeki bora. Mimi nakataa sababu siwezi kuwataja wengine ambao wapo Yanga. Kuna mtu kama Mwamnyeto, sababu Mwamnyeto sasa utamwambia sio bora. Beki anafunga, sasa sio bora vipi? Na wewe kwenye mzungumzia tufanye hivi, labda nazungumzia kwa Mwamnyeto. Msifanye labda Jobu aliumia, siwezi kumzungumzia sababu aliishia kati kidogo. Kwa Mwamnyeto beki mpaka anafunga. Tena kwenye mechi kubwa na watu. Na kwenye mechi kubwa. Na sio mechi kubwa tu, mkoani saa nyingine huko. Mechi labda na Mashujaa. Mtu anafunga, utasemaje sio bora? Sasa akifungisha moja tu bahati mbaya bwana limeingia ngaya anavyosema. Tumtake aondoke. Hata mdogo wangu nani Mwamnyeto au sio bwana? Yana changamoto hiyo, anaweza kufanya mazuri 10. Akifanya baya moja tu, yani watu wanachafua. Lakini ndio hivyo. Nafu kingine na sisi ya mashabiki kidogo watu badilike, sio kama tusipende kuchafua kitu chetu. Afu unaona kabisa kuna kitu kipo bora nyumbani kwangu, afu ukiboreshi unakikandia unakishusha, lakini inatoka kitu cha ugenini au mtu wa ugenini na unampandisha afu kiangalia mbona level yeye bado iko sasa. Ile mbata sio nakuwa na huo masoko kwetu ya biashara katika mpira, nakuwa na huo sababu kama unaweka wale sisi tuna timu ya taifa bwana, na timu ya taifa takiwa na sisi tuwe bora mnavyotukuza sisi kwa kazi tunazozifanya, zingine wanaziona. Maana sisi tukiwa bora zaidi na timu yetu taifa itakuwa bora zaidi. Sasa wewe yule ndio sawa, si hatusemei, mimi simzungumzii vibaya. Lakini akitoka hapa na zake kwao kule. Mata timu ya taifa ataitwa kwao kule. Atawasaidia watu wa kwao kule. Anaitwa kwenye timu yenyewe ile South Africa yenyewe. Ndio tunarudi sana, maana naomba atakuwaje bora. Mwanjali wanaitwa hapa anacheza timu ya taifa anaitwa. Wakina Kotela yuko hapa anacheza timu ya taifa. Nani acha watu si vitu vinaonekana bwana. Lakini kwa ubora sasa hivi mimi hapana, bado sijalipitisha. Lakini kuna watu wako bora zaidi. Na odipa pale kwa Mwamnyeto wamwangalie tena basi. Kwa hiyo timu ya taifa. Kwa hiyo sasa hivi Tanzania beki bora waote, yani wageni wazawa ni Bakari. Bakari mimi alivyomaliza kamaliza vizuri sana bwana, na hata mimi hamna kitu alichonifurahisha ambacho mimi nilikuwa nakipenda kipindi kama kwenda kupanda kwenye zile kona kufunga kufanya mimi kitu nilikuwa nakipenda. Sasa kisa katika mifumo yetu sisi kipigeni mimi kwa siruhusiwi kufika kule. Mimi nilikuwa naisha katikati na maana tulikuwa na maeneo yetu ya kufika. Kule kwenye kona napanga mfumo kabisa fulani ataenda ataka hapa nyingine mna. Lakini bwana kwa mabeki Ongo Zambo alofanya kazi. Jamali kafanya kazi. Japo makosa yanatokea lakini na makosa kisha yanasawazisha. Sasa toka bahati mbaya akajifunga goli lakini anafunga kule. Kuna masters ngapi mesikimaga na Okelo hapo. Lakini dokta mechi ngumu anafunga Bakari. 2-1 Bakari anaanza kupigia chuma watu wanaondoka 2-2. Hajazungumzwa kama alivyozungumzwa. Ndio tunarudi pale pale, yani kitu chetu sisi hatukioni, tunaangalia mabaya tu. Yeye akifanya moja nzuri fanya si mengine si tunaonekana utofauti ndio huo ndugu yangu. Na hata nyinyi basi jitahidini basi kidogo atakukaa basi na nyinyi sometimes mna kitu fulani hivi kwamba watu kimuingia mtu fulani msiwapambe watu sana, wapambeni watu kutoka na kazi zao. Usinivimbishe kichwa mimi wakati mimi sijui. Mimi sasa hivi muongea naye tumeweza kuongea mimi kazi yangu kila mtu kaona. Hata mimi mwenyewe ifika kipindi nimeona nilichokifanya. Kutoka huko nimetoka kuja hapa na mjua nalijua Balala mimi. Na umetoka mimi si nipo kinyumba kingine Kimara. Umekuja umenifuata kwa nyumba nyingine Chanika huko. Na mimi sikutegemea kama utakuja huko. Watu wengi hawajamini niko naishi ile nyumba kule nyingine hapa ni baba naishi fresh. Sometimes niko huko sometimes lakini umenifafuta mpaka huko. Ligi kweli imebadilika. Ligi kweli ni ngumu. Na hasa ligi kuu. Sababu hata sasa hivi Yanga anahangaika huko nje lakini akija ndani nataka ile ligi kuu. Ligi kweli ni ngumu. Na
yaani useme utofauti wake wa sasa hivi na kipindi kile. Sasa hivi napo kama hivyo unaona wachezaji wa kigeni ni wengi wanakuja, makocha wa kigeni ni wengi, kwa inasaidia kuifanya ligi yetu iwe kubwa au na iwe ngumu, kwa sababu wale wanakuja. Zamani sisi tulikuwa tunaelekezwa kuna nini, mwalimu anakaa tu labda anaelekeza kwenye ubao, bwana mnacheza hivi. Sasa hivi watu mtu mnakaa kabisa, mnasoma kabla ya mechi. Kesho mnakaa, mnakuja na laptop pale nawekwa pale, mnakaa bwana, kesho utapita huku, utafanyaje fulani wa timu pinzani, utafanya hivi, utafanya. Sasa hiyo inachangia, kwa sababu mpaka mchezaji unalala, yaani unalala kwamba mechi ni kesho. Nishakujua kwamba John, mimi nishamjua John Boko yukoje, anafunga vipi. Sasa kesho nifuate hao, nielekeza mwalimu haya, nikiyafuata vizuri, yani John Boko mimi kwangu atembee. Kanela vizuri. Lakini kipindi kile naambiwa kama si Mwanza kujamani wanakuja wa Simba leo. Si nakatwende mjini hapa. Yaani mjini sasa utakuta pigwa mpira umemdandia mtu kichwani umeshuka naye. Mama tope unatoka umechafuka kweli kweli yani. Au sawa siku hizo umechafuka unapigwa pira mbili, umepigwa moja lakini moto. Sasa hivi walimu kidogo wanaokuja pamoja na wachezaji wao kwa sababu wana idadi yao kidogo imekuwa kubwa. Imekuwa kubwa, kwa ukichanganya maana Simba wapo, Yanga wapo, Azam wapo, Mtibwa wapo. Wachezaji wengine karibia timu zote unajua hapo. Karibia timu nyingi. Yaani karibia timu zote mimi nasema. Sidhani timu gani mchezaji asipokuwepo. Karibia wengi timu zote wapo. Zamani ilikuwa timu kigeni timu 4-3 tu ndo wapo. Zamani kwanza mimi nakumbuka niko toto. Niko African Lion. Mechi zangu ndo naanza kucheza ligi. Ukisikia bwana Kavumbagu sema leo Emmanuel Okwi leo. Lakini sasa hivi watu bwana, sasa hata kwenye simu yako usiku tu unaangalia mechi zake 2-3. Mfano kama mimi nilimwangalia jamaa wa Almasi yule jamaa yule mwili mkubwa, nilimcheki tu usiku kucha, lakini sikulala usiku kucha kumwangalia, nikaangalia siku nikacheza mpira mwepesi tu bila kutumia nguvu, na kweli hajatoboa na mechi kaja katupa sisi umaarufu mkubwa tu. Kwa hiyo inachochangia watu tuione ligi ngumu safari au misimu hii, na bado itaendelea kuwa ngumu. Uongezeko na walimu wa kigeni wanatusaidia sana, katika mifumo yao uongo zambi, na hata wa sasa hivi ambao walimu wa Kitanzania sio kama zamani. Wengi wanasoma sasa hivi, yani watu hawataki kuwa chini, wanaenda juu. Hapo makocha wako mwingine wako JKT nani ule Madiali, vijana wadogo, yani kuna kitu unaona kabisa wana focus, mtu atakwenda mbali yani. Kwa sababu mtu kama Madiali kukubali na sasa akazidi kuwa kocha bora, kwa lazima kuna maana utakuta JKT kicheza na Simba vita, kicheza na Yanga vita, sio sababu kila mtu atakuwa bora, ndo ugumu wake. Sasa hivi hamna zile 8-2 8-2 ile. Sasa hivi unatoka na kumpigia wewe na kumpigia yule. Hamna sasa hivi. Bwana, kwa kumalizia hivi sasa kwenye ligi unamuona nani mchezaji wako bora kwa ujumla? Ya msimu huu uloisha. Mimi bwana beki wangu Mamieto anatumia kwangu bora tu. Mimi kanifungia. Sio rafiki yangu, sio mdogo wangu. Tunajuana tu, ila magesija kanaongea sana maneno, nasema huyu bwana mshikaji wake mwezi mtoto kasi kuna mimi na jamaa tumekaa sisi tunaongea tu kwenye simu, mdogo wangu vipi hapo hivi na hivi, tulima kaka hapo wapi, niko sehemu fulani maishaenda, labda yuko sehemu niko sehemu fulani, kuna issue fulani hapa, sasa nifanyeje? Poa mdogo wangu anapofanya mpigie mtu fulani, tumemaliza. Lakini mimi kwa upande wangu na nasitia kwenye nafasi yangu, na kwa mimi bwana mimi maoni yangu jamani, narudia tena, Jamali beki bora safari, wampe tu kama inawezekana. Fanya mazuri bwana. Mtu anapofanya kitu kizuri basi. Malizia, zungumza na Watanzania ambao wanatamani kumuona stopa Yusuf Mlipili kwenye ligi. Wape matumaini na urejeo wako utakuwa vipi, na Mungu akutakie heri katika kurejea kwenye ligi msimu ujao ambao unaanza mwezi ujao. Wawe tayari. Mimi msimu mwezi Mungu akijali afya njema tarudi kwenye ligi, na nishaanza maandalizi ya kurudi kwenye ligi. Mazoezi nishaanza, nimeanza gym, nimeanza road work, na nimeanza mapema kwa sababu najua ligi ni ngumu. Wazo kaenda same tena utajikuta bwana kama mkubwa subiri pale anacheza, kwa sababu hujajiandaa. Kama ukijiandaa katika 100% unafika same ndio na jina, lakini wewe mwenyewe uko vizuri, kwa unaenda kuisaidia timu. Sasa kwa watarajie mazuri kutoka kwangu, na
bado hata nakaa na watu wengi, nakaa nashauriana, mbona inawezekana rudi nyumbani bwana, sasa hivi una umri wako bwana, unaweza kaitetea timu yetu ya taifa. Kwa hata mimi jinsi ninavyotaka kurudi, yani timu yangu kubwa ya kwanza baada ya klabu kitakachonichukua niitwe timu ya taifa kwanza. Niitwe timu ya taifa kwanza, sababu mbona kina Erasto walikuwa wanaitwa, kina Kevin Ondani. Sasa mimi nimemfikia Ondani, umlau nimemfikia Erasto. Kwa maana kama najiandaa vizuri na kama maandalizi mazuri, nafanya mazoezi vizuri, inawezekana kurudi vizuri na nikaitwa timu ya taifa. Mlipili hapa ndugu yake Mwamnyeto yuko hapa. Hicho kitu ambacho mimi ndo nataka nikipambanie, au Jobu yuko hapa. Au hata bwana mimi nipo, Jobu na Mwamnyeto akupenalizika kile wanacheza, akaumia na wengine, mimi naanza na mfano. Yaani nataka hicho kitu hicho ili tuje tuinyanyue timu yetu ya taifa, tuzidi kuwa juu, na hata hivyo tuna mashindano makubwa, vitu pambane haswa. Kwa hiyo anahitaji maandalizi. Kwa maandalizi ni watu kama sasa tunataka tuingie sasa, tunaanzia huko kwa kushingia katika ligi, walimu au viongozi na watu waone wanaweza kama msaada hapa, kwa tunasogea hapa na kusaidia. Simekitasa nikushukuru. Asante sana kwa muda wako. Asante sana pia, karibuni siku nyingine.